Alright, karibu sana mwanacheki online, siku nyingine, wakati mwingine ambao nimekuletea video nyingine ili tuendelee kujifundisha kupitia channel hii ya Cheki Online. Cheki Online ni channel ambao nimeifungua kwa ajili yako na watu wengine wengi. Na ni kushukuru sana wewe ambao umekuwa mwanafamilia wa Cheki Online. Kwa kusubscribe unanitia nguvu, kila siku nikileta video unakuwa wa kwanza kuipokea. Cheki Online ni channel ambayo inahusu mambo mengi, lakini nimeweka nguzo kama 4 hivi kuwa ya msingi ama za msingi sana kwa ajili ya wewe na kwa ajili ya mimi na kwa ajili ya kila mtu ambaye anatuangalia na anatutazama. Mimi naitwa Mark Knight na Cheki Online na nguzo muhimu zangu 3 ama 4 hivi ni tunadili na mahusiano, tunadili na ndoa, na tuna deal na personal growth ama maendeleo binafsi, na pia nitakuwa nikileta interviews ili nihoji watu ambao wana umuhimu katika jamii, ili kupitia story zao unaweza kujifunza kitu kimoja ama kingine. Lakini leo tuna base zaidi kwenye mahusiano. Leo ninataka kuambia kitu moja, especially leo somo la leo lina deal na wanawake. Nataka kusema mambo 5 ya wanawake yanayowaudhi sana wanaume. Mambo 5 ya wanawake yanayowaudhi sana wanaume. Unajua katika ndoa ama katika mahusiano kuna mambo mengi sana ambayo wanawake wanaweza kuyafanya yaudhi sana mwanaume, ili upate kwa njia moja ama nyingine ndoa imevunjika. Na on the other side, kwa video yangu ijayo nitaleta mambo mengine on the opposite, 5 ya wanaume yanayowakera ama kuwaudhi sana wanawake. Lakini kwa leo naomba tuzungumzie mambo 5 ya wanawake yanayowaudhi sana wanaume. Kamera yangu sijui kama inaweza kuangalia chat yangu ya leo. Nimesema kwamba ni mambo 5 ya wanawake yanayowaudhi wanaume. Point yangu ya kwanza, kulalamika na kulaumu. Katika ndoa yoyote kuna mambo mengi yanafanyika, katika mahusiano yoyote. Aidha uko katika ndoa, aidha ni mahusiano kati ya boyfriend na girlfriend. Kuna mambo mengi, ama mko katika uchumba, ama mko katika njia ya kuenda kukua kwenye ndoa. Mahusiano yoyote, aidha kama una date, aidha kama umeoana, aidha kama umekaa kwa ndoa muda mrefu, kuna mambo haya 5 wanawake wanafanya yanaudhi sana wanaume. Point ya kwanza tumesema ni kulalamika na kulaumu. Hii point ya kulalamika na kulaumu ina mambo mengi sana. Wanawake wameumbiwa kuongea sana. Kuongea sana. Hata katika kukadiria tu kawaida ni kwamba mwanamke anaongea sana kwa siku kuliko mwanaume. Sasa ikuwe kama mmekuwa kwenye makosa, ikuwe kama kuna mambo yamefanyika kati yako na mchumba wako, mwanamke, kuna mambo kama haya ya kulalamika sana na kulaumu yanaweza kufanya mume wako akosane na wewe kabisa ama aondoke. Jifunze kutolalamika sana. Jifunze kutocomplain kila wakati. Jifunze kusort mambo yenu bila kulalamika. Usilalamike sana hata kama amekukosea kivipi. Usiwe wa kwanza kulalamika kila wakati. Leo mmekosana, unakumbusha mambo aliyofanya miaka 3 iliyopita, kwamba unakumbuka ulinifanyia kitu fulani. Alikupromise atakufanyia kitu fulani miaka 3 na hakufanya. Unaanza kukumbusha leo. Wacha kulaumu kila kitu. Kila kitu wewe unalaumu. Amekosea namna hii, amefanya namna hii, unapiga kelele siku yote. Mwanaume hawapendi mwanamke ambaye anapenda kulalamika na kulaumu kwa kila kitu. Angalau ulalamika kwa vitu vichache, lakini sio kila kitu. Ukifanya hivyo kama mwanamke, ni njia moja ya kumpoteza ama ya kufanya mwanaume ambaye mko na yeye katika mahusiano kuanza kukuona mtu wa kawaida tu. Kwa maana wanaume wengi hawapendi wanawake ambao wanapenda kulalamika na kulaumu katika kila kitu. Point ya pili katika chat yangu hapa ni kusema ni kukumbusha makosa ya nyuma. Kukumbusha makosa ya nyuma. Hii ni point ambayo ni muhimu sana katika wanandoa. Wakati unapata mwanamke wako ambaye unampenda, ama mko naye katika mahusiano, ama mko naye katika njia ya kuelekea kwenye ndoa, unapata kwamba anakukumbusha
kila kitu, especially makosa ya nyuma. Inawezekana kwamba kuna nyuma pale ulimsaliti, ulimkosea, ulifanya mambo yenye sio mazuri, lakini sasa kila wakati anakukumbusha, sijui ulinifanyia nini mwaka fulani, nilikupata ukichiti sijui na bwana nani, nilikupata ukichiti sijui na mwanamke mgani. Kila time kosa likifanyika jipya unamkumbusha na la zamani. Jifundishe wewe kama mwanamke kutokumbusha mwanaume wako mambo yaliyopita. Hata kama alikusaliti, ulisema tutaenda holiday, haikufanyika. Inawezekana kwamba alikuahidi kwamba mtaenda holiday. Inawezekana kama alikuahidi kwamba kuna kitu angekufanyia, lakini kwamba kulingana na wakati kama huo haikutendeka. Sasa imefika makosa mengine unakumbushia ya zamani. Wanaume wengi hawapendi wanawake ambao wanapenda kuwakumbusha mambo ya zamani. Ikipita kosa, leo unataka kukumbusha la zamani. Kosa likifanyika, suluhisha hilo kosa hapo. Kama kuna kitu unahitaji kukumbusha mume wako, ni jambo zuri alilolifanya. Ukimkumbusha makosa, sometimes inaweza kuwa ni njia moja ya kumfukuza ama ya kumfanya akasirike zaidi, na hapo hakutotokea jambo mzuri katika ndoa yenu. Jambo la 3, na hili linatokea sana kwa wanandoa wengi, kushuku kila kitu. Kushuku kila kitu. Unajua tabia wanaume wengi wanayo, ni kukua. Kuna wanaume wengi hata kama kuna kila kitu utamwambia mke wako, kuna mambo mengine lazima utakuwa nayo private kama mwanaume. Wewe ndio head of the family, so kuna mambo mengine sio kila kitu ambacho mwanamke wako anahitaji kufanya. Sasa ukipata mwanamke wako anashuku kila kitu, akiwa peke yake unashuku, akiwa apokei simu unashuku, akiwa amechelewa nyumbani unashuku. Inawezekana kuna mambo fulani ama kuna vigezo fulani umeona zinaweza kukupea doubt juu ya huyu mwanaume, lakini usiwe unashuku kila kitu. Leo anaweza kuwa amechelewa kutoka kazini, ukimpigia simu apokei, pengine kuna meeting ama kuna mahali yako hawezi kupokea simu. Wacha kushuku. Akipokea baadaye muulize, mume wangu, hey boyfriend wangu, ulikuwa wapi wakati nilikupigia? Usiwe wa kushuku kila kitu. Haya ni mambo 5 ama haya ni mambo wanawake wengi wanafanya, baadaye yanawakosti katika ndoa ama mahusiano yao. Mwanamume anaweza kuwa ametoka job ama ametoka kazini, apitie sehemu fulani kuenjoy na marafiki zake ili akuje nyumbani baadaye. Unaweza kumpigia simu akiwa busy, wanapiga kazi ama wanafanya vitu zozote na marafiki zake. Wacha kukuwa mwanamke wa kushuku kila kitu. Anaweza kuwa amekutengenezea mazingira ya kuonyesha kwamba kuna vitu haviendi sawa. Badala ya kushuku kila kitu, tafuta muda, ongea, mwambie mume wangu, kuna kitu ambacho unakifanya mimi sikipendi. Kuna kitu ambacho unakifanya mimi hakiendi sawa. Kuna kitu unakifanya sioni kama tunapata faida. Kuliko kushuku na kuweka ndani, inaweza kukufanyia adhari kabisa katika maisha yako, ama inaweza kukupa adhari kubwa sana katika ndoa yako. So usiwe unashuku kila kitu kwa mwanaume wako. Kama kuna jambo umeliona alikupendezi, ngoja afike nyumbani ama tafuta wakati sahihi mzungumze ili mambo yakuwe sawa sawa. Jambo la 4, kwenye chati yangu hapa nasema ni kulinganisha. Hili limekosanisha ndoa nyingi sana. Kulinganisha. Usifanye makosa hata siku moja ya kumfananisha mume wako, boyfriend wako, baby wako na mwanaume yeyote. Hili ni kosa ambalo wanawake wengi wanalifanya na linawaudhi sana wanaume. Usimlinganishe mwanaume wako na mwanaume mwingine. Unajua sijui uspendi kitambi, ungekuwa umefanya mazoezi kama nani, ungekuwa uko sawa siku hizi. Nani alikuwa kama wewe, sasa hivi amefanya na nini, amebadilika. Wakati unaanza kumlinganisha ama kumcompare mwanaume wako na mwanaume mwingine, hilo ndilo kosa kubwa sana utakuwa umelifanya kama mwanamke. Utakuwa umefanya kosa kubwa kama mwanamke. Eti ukifanya mazoezi kitambi chako kitaisha, utafanana na nini alikuwa nacho leo ana. Sijui unajua unifanyi familia yetu kama familia ya kina nani.
mwanaume yule siku hizi anafanya hivi hivi na hivi. Mbaya zaidi, wengine wanaenda mpaka kucompare ama kumlinganisha mwanaume walio naye na ex. Itakuwa umefanya makosa makubwa sana. Mwanaume wako atabakia kwa mwanaume wako tu na hakuna mwingine. Ukiwa naye kwenye ndoa, huyo uko naye kwenye ndoa, hawezi kufanana na mwanaume mwingine. Kama umeona haiwezekani, wewe toka tu, achana naye, kuliko kumlinganisha ama kumfananisha na mwanaume mwingine. Sijui ufanye hii kama nani, ufanye hiki kama nani. Hilo ni kosa kubwa wanawake wengi wanalifanya, ambalo limewaletea shida katika ndoa zao. Jambo la mwisho na la tano, na hili ni jambo muhimu sana kwenye familia. Usimnyime mwanaume wako tendo la ndoa. Usimnyime mwanaume wako tendo la ndoa kama sehemu ya punishment. Usimnyime sex as a sign of a punishment. Hili ni jambo la muhimu sana. Katika kila kitu ambacho unaweza kumnyima mwanaume wako, usimnyime sex. Ati unataka kumpunish kwa sababu ya sex. Kupitia sex ndio unampunish. Amekufanyia kila kitu kosa, amekukosea kila kitu, mpaka huu unaona hakuna tena. Lakini usimnyime sex as a punishment. Unajua kuna wanawake wengi wanasema, usiniguse, utaniona, nitakuonyesha, nitafanya nini. Lakini usimnyime mwanaume wako sex as a sign of punishment. Mwanaume eri umnyime chakula, lakini usimnyime tendo la ndoa kama amekuoa kihalali, ama kama wewe ni mko katika mahusiano, mko katika ndoa, mko katika familia. Hata kama amekukosea, usimnyime sex. Eri umnyime chakula kuliko kumnyima sex. Sex ni ya muhimu sana katika ndoa. In fact, kuna somo nitalileta hapa ni kuambie umuhimu wa sex katika malumbano. Umuhimu wa sex katika malumbano katika ndoa. Unajua sex imefanya wanawake wengi sana wamerudisha umoja, wamerudisha kuelewana na mwanaume wake. Kuna mwanaume aliyoikosa, lakini akirudi nyumbani kupitia sex wanaanza kuongea. So usifanye makosa ya kumnyima mwanaume wako tendo la ndoa kisa unamfanyia punishment ya jambo ama kosa lilofanya. Katika mambo haya matano nimeyaleta, ukizingatia utakuwa umefanya kitu cha maana sana. Na usipo yazingatia na ukiyapuuzia sana, unaweza kuwa ndio njia yako ya kumpoteza mwanaume ambao ulionaye. Jambo la kwanza nilisema kulalamika na kulaumu. Wanawake wengi wamependa sana kulalamika na kulaumu. Unalalamikia kila kitu. Don't talk too much. Usiongee sana. Jifunze kusort mambo yako kiupole kama mwanamke. Jifunze kusort mambo yako kiupole kama mwanamke. Makosa miaka mitatu, makosa ya nyuma usiyalete katika makosa ya sasa. Na ukiyaleta utakuwa umefanya kitu kibaya sana kama mwanamke. Namba ya pili nikasema kukumbusha makosa ya nyuma. Usaliti aliyokufanyia miaka ya nyuma sana, unayaleta leo kwa maana eti ameleta kosa lingine lipya. Ulisema tutaenda holiday, ulisema tutafanya kitu fulani, hakuwaifanya. Leo amekosea, unataka kumkumbushia ya nyuma. Makosa ya nyuma sometimes achana nayo, ukisamea move on, achana na mambo ya nyuma. Kosa la tatu ambalo wanawake wanafanya ambalo linawaudhi sana wanaume ni kushuku kila kitu. Akiwa kazini amechelewa, unashuku. Akiwa umempigia simu hajapokea, unashuku. Akiwa amefanya kitu fulani akikukuendea sawa, unashuku. Badala ya kushuku kila kitu, ama kuna sign amekuonyesha ya kushuku, mlete nyumbani, mwambie bwanangu, mwambie mume wangu, baby, kuna kitu hapa mimi akiniendei sawa, ungebadilisha hivi tungekuwa sawa. Jambo la 4 ni kulinganisha. Unamlinganisha mume wako na kila mtu. Mwanaume fulani, unapenda suti za mwanaume fulani. Kama kuna kitu kweli unaona ni makosa, unaona kwamba shape ya mume wako haiko poa, akiendelea kufanya mazoezi ama akifanya kitu fulani atabadilika na atakuwa sawa, muadvise vizuri, lakini sio kumfananisha ama kumlinganisha na mtu fulani. Jambo la mwisho tumesema usimnyime sex ama tendo la ndoa kama sign ya punishment. Unajua kuna mwanamume wako anaweza kuwa amekukosea, unasema hapa sasa kitu ndafanya tu ni kumnyima tendo la ndoa. Ukifanya hivyo utakuwa unapoteza ndoa yako kabisa. Usimnyime tendo la ndoa. Heri umnyime chakula kuliko kumnyima tendo la ndoa. Alright, ni mambo hayo matano
ya wanawake yanayowaudhi sana wanaume. Nina somo lingine nitakuja kulileta hapa kwamba ni mambo yepi matano ya wanaume yanayowaudhi sana wanawake, because ipo sana upande huu na upande ule mwingine. Mimi ninaitwa Mark Knight. Subscribe katika channel hii ya Cheki Online ili nikileta story ukwe wa kwanza kuipokea.